Sauda, sijui tunaweza kuongea. Haiwezekani. Sauda, kwa nini haiwezekani? Sababu haiwezekani. Sauda, Sauda. Abe. Vipi ujumbe wangu hujaupata? Hapana. Kwani hajakwambia yule hawarako? Samahani kama neno hawara nimekukwaza. Usijali. Wanaume ndivyo mlivyo. Sauda. Abe. Samahani. Unajua mimi kusudio langu sio kukukwaza. Ila nilikuwa nakukumbushia lile deni. Oh. Acha nitafakari, nitakupatia. Jana uliniambia utanipa leo. Itaidi basi yule deni mimi nilipate kwa sababu nina shida nazo hizo hela. Sawa. Hivyo tabia umeanza lini? Hiyo tabia ya kusalimiwa wapangaji wenzetu. Hivi unajua huyu binti mchafu sana, unataka tufe humu ndani? Mchafu au wivu wako tu mke wangu? Yaani wewe malengelenge kweli. Unadhani sijasikia ulichomjibu? Sasa subiri. Mwanamke ana wivu huyu. Eti malengelenge. Hakikisha kama atakuja, hakai hata dakika 3 ameshaondoka. Kaka, unajua fika kwa siwezi kumfukuza. Leo utaweza. Akija hutaki kumuonea huruma kabisa. Otherwise nitakupiga nikuvunjie heshima. Labda niondoke. Ila kaka, kuna vitu havihitaji chuki ya moja kwa moja. Kwa hiyo unafurahi mimi hii misukosuko ninayopitia eti? Hivi kaka, ulishawahi hata kutoa sadaka? Isije ka Wewe kaa kimya. Usitaki kuniaminisha kwa mimi ndo mwenye haya matatizo. Hivi ni lini utaniamini? Sikia, sitaki kuzisikia hizi habari. Sawa, labda tutavizungumza nikirudi. Ila usisahau nilichokuagiza. Bro, atuli leo. Sikia, nitakutumia pesa kwenye simu.
Haya, mlipeana nini na mume wangu mpaka umeahidi kumlipa? Na utamlipa nini? Mimi ni mwanamke niliokosa vigezo vya kuwa na mumeo. Sidhani kama unaweza kukaa ukaniofia. Potelea mbali, nataka kujua mmepeana nini? Mimi majibu ninayo, ila nikitulia ninaweza nikakueleza kwa ufasaha zaidi. Nikigundua unatembea na mume wangu, narudia tena, nitakufanya kitu kibaya. Hata mama alishawahi kuniambia, ukiona mtu mzima amechukia, ujua amechelewa kutafakari jambo. Kwa taarifa yako, nimesikia kila kitu mlichokuwa mnakiongea pale. Kwa hiyo umefurahi au sio? Hata nikifurahi utanifanya nini? Unajichetua eh? Kipo unachonitafuta, liangalie. Jitu zima natembea na watoto wadogo. Uongo, hajasema hivyo. Wewe umeenda pale na hasira zako. Mtoto mdogo yule amekuzidi akili. Kwa hiyo mimi chizi sina akili. Basi mchukue umuoe. Unajifanya jokeli eh? Unajifanya jokeli. Kama unajifanya jokeli basi mimi dume la kopa. Alafu tuone sasa naye atakuwa vandame. Sasa kwa taarifa yako, yule binti ana ukimwi. Kama ana ukimwi na mimi nina ukimwi. Toka. Wanawake, hawa. Mikataba hii jamani. Hello. Basi sawa, wewe nisubiri tu hapo hapo. Wewe, hii simu imeita saa ngapi? Lo, unataa haya mtu mzima, wewe unaenda wapi saa hizi? Basi leo mimi sitoki humu ndani. Na nitakunya humu alafu utazoa. Niangalie. Mama. Wewe. Karibu hiku. Asante. Hawa bado tu hawajabadilika mpaka leo. Siku wakiachana, mmoja nadhani anaweza kufa. Ila tuachane nao bwana. Wifi. Unajua nimekuja hapa kuhakikisha. Kaka yako amesema mimi si mwanamke wa maisha yake. Mlianza na nini kwani? Anavyosema kwamba tangu anze na mimi mahusiano, uchumi wake umeshuka sana. Hivyo anadhani kila kitu ni mimi. Na wewe unaona dalili zozote zipo kwako wifi? Sidhani. Kwa sababu anatoa riziki ni Mwenyezi Mungu. Imenichanganya sana hiyo ise. Tukubali matokeo. Maana ukiforce kuteka maji yalomwagika chini, utazoa tu na uchafu. Lakini mimi sitaki muachane sasa wifi. Usiunge mkono huruma yako tu. Kwa sasa angalia sana hisia za kaka yako. Mpe muda tafakari. Mwisho utajipatia majibu na swali unalouliza.
Kwa nini nifanye hivyo? Kwa sababu mapenzi yetu yako katika njia ya maji. Acha mvua ikatike. Wifi nawe kwa maneno ya mafumbo. Kwa hiyo unanishauri niache kwanza? Tuache. Kwa sasa hivi nahitaji faraja. Ndicho kilichobaki katika maisha yangu. Kalembo. Utanikimbia mpaka lini? Era yako ipo. Wewe si unanijua mimi mstaarabu bwana, kama alivyokuwa marehemu baba yako. Ila ile hela mimi nimeweka kwenye kibubu. Ukija tu mimi nakupa hela. Vipi, yule jirani yako yupo pale? Yule yupo. Yupo kabisa hapa, na leo asubuhi alikuwa anakutaja. Mimi nikamwambia utakuja. Anataka nini? Labda anataka kukupa kodi yako ya nyumba. Bwana sikiliza, mimi unatumbwa kwa kidogo. Kama tena yani na sio tu nataka niwahi salama. Basi wahi kaka. Sawa. Subiri Kalembo. Naomba namba zake za simu. Sasa mimi simu nimeiacha nyumbani. Sina simu kabisa. Simu inaita hiyo. Wewe kusema simu kuacha nyumbani, mbona inaita hiyo? Mimi nashangaa bwana, simu nimeiacha nyumbani lakini hapa inaita. Sijui na majini. Sasa baadaye basi tutaonana. Nitakutafuta. Akili anazo, ila wakati mwingine anajichetua tu. Kujichetua ndio kukosa akili. Kwa mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya vitu kama vile. Kwa ushauri wangu mimi haraka haraka, mdogo wangu, yule sio mtu sahihi kwako. Hebu tafuta basi mtu anajitambua. Mule hamna kitu. Lakini kaka, mimi hiyo hainiathiri. Uko nakotaka wewe sasa kwenda, mdogo wangu, hayo ni matusi. Lakini sawa, kama mwenyewe umeamua kumpenda, unamtaka, haya, mwambie alete hiyo barua, alete na mahari tu. Asante kaka. Lakini ukae utambue, anakuoa kwa ridhaa yako wewe mwenyewe, sio kwa ridhaa yangu. Simeelewa vizuri? Ni mwana takataka tu baada yule mtoto. Sasa kunambia kwa ulikuwa umetoka eti. Ndio alitoka. Sasa unajua nini? Nimepata kazi. Wewe usiniambie. Yaani ile nafika tu ofisini, mambo yote yamenyoka hivi. Alafu unaniambia niendelee kuwa na Sauda kweli? Hivi kaka, kwani Sauda ndio alikuwa amekunyima yeye kazi? Tatizo la Sauda ipo kama ana nuksi hivi unajua. Yaani sijui ana mikosi. Kwa akitokea mtu mwenye nyota lakini sio muaminifu, utamuoa? Umeshaanza kuleta stori zako. Nimepata kazi mdogo wangu. Acha nikapumzike. Vipi dada? Ninaweza kupata hata kesho huo mkopo? Utapata mdogo wangu. Ila kigezo kikubwa ni lazima uwe mwaminifu tu. Usijali dada yangu, nitalipa. Umepanga kufanya biashara gani? Nimepanga kwamba nikipata hiyo pesa nifungue genge. Sio mbaya, ila una kitu gani cha thamani? Maana najua lazima utaulizwa tu. Hapana, sina chochote cha thamani ndani kwangu. Ila sio mbaya. Wewe njoo kesho asubuhi nikupeleke kwa afisa mikopo. Asante sana dada. Karibu. Ila
Vipi kuhusu kuolewa mdogo wangu? Wakati mwingine ndoa ni baraka. Usijali, kesho asubuhi tu nitakuwa hapa dada. Haya. Huyu bibi kenda wapi mndani? Ametoka. Yaani huyo mpangaji wako sio mtu wa kufanya usafi wala sio mtu wa kusalimia watu. Yaani unavyoona mazingira ndio yako hivi hivi. Yeye akiamka hayupo. Akirudi kaingia ndani kama kuku vile. Hajui kufanya usafi, hajui kufanya chochote. Nimemchoka. Na leo ndo nimeamua. Yaani nitaka nikutafute ila sababu umejileta mwenyewe. Mpangaji wako ndo yuko hivyo. Nimechoka. Afadhali huyu analipa kodi kuliko nyie wastaarabu hamujalipa kodi. Sawa, lakini anatukela wenzie. Mwanamke gani ambaye hajui maana ya usafi? Huyo mwanamke au? Ni wenyewe kwanza mnanikela. Vipi wewe mumeo yupo hapa? Hayupo. Nilikutana naye kule gengeni. Akanyambia anakuja kujisaidia huko. Hajafika kwani huko hakuna vyo vya kulipia? Mwambie mumeo ile hela ile itantia aibu. Una kijumba chenye cha ulinzi. Hivi angekuwa babako hai kodi ungedai wapi? Sasa mbona hapatikani mzee jamani, kashaanza hizi. Nimekuja dukani kule haupo. Nimekwenda hadi kisimani chini kule kuna kutafuta. Sikuoni. Kwa nini unanitafuta? Kwa sababu mimi sipendi wewe kukuona katika hali hii. Uzito wa maumivu yangu nikikupa wewe kwa sekunde 6 tu utakufa hapo hapo. Sauda, unajua mimi kuna akili naiona kwenye maneno yako. Lakini kuna muda unatakiwa upunguze usiri. Ili haya mambo tusaidiane na watu. Mkeo aamini kwenye kutafakari. Hivyo ni vizuri ungeanzia kwake. Sauda, mbona sikuelewi? Kama umeshindwa kumuelewa mkeo, basi utachukua muda mrefu sana kutatua tatizo langu. Umezima simu ili ufanye ufuska wako, si ndio? Sasa wewe mke wangu, mimi mtu nimekutana naye njiani pale. Kweli mimi nisiongee naye? Wewe. Mwacha bwana. Ngoja. Puta. Wakati wengine wanawake tunajiona ni watu wenye nguvu sana. Tunajisahau kitu kidogo tu kwamba sisi hatuna lolote kwenye utawala wa wanaume. Nisisikie unaongea kauli yoyote mbele yangu. Mjinga wewe. Mumenu mtu mzuri sana. Ila na tatizo dogo ambaye tiba yake ni wewe. Yaani hapo mimi ndo ninapokupendea mdogo wangu, una akili sana. Hekima ni bora kuliko nguvu.
unajizalilisha. Hadi mimi umenizalilisha. Nitakuoa. Siku nikikuoa nataka mtaa mzima wajue mimi leo nimemuoa Sauda. Unawaza nini? Mpaka sasa sijui lini nitakuwa tajiri. Kuwa tajiri sio dhambi. Dhambi ni kuwadhulumu maskini. Tatizo nipo nyuma ya muda Sauda. Ukiangalia hata malengo nimejiwekea, sijafikia hata robo yake. Ila Isma, usibadili malengo. Badili mbinu ya kutafuta mafanikio. Najua imekuwa vizuri ila kama sijakuelewa hivi. Una maana gani? Mbinu ndio zinaweza kukufanya ukatimiza malengo yako. Maana malengo yako wewe ni kuwa tajiri na mbinu unazozitumia sio sahihi. Acha tu dada, nitatembea. Usijali mdogo wangu, nipo kwa ajili yako. Mke wangu, nenda kamtengezee chakula huyu kidogo ashtue tumbo. Au uongeoga kwanza. Wakati anaenda kukoga, wewe unaenda kumtengezea chakula. Sawa, ndo naenda kumtengeneza. Ole wako. Akifa yule. Wewe jela moja kwa moja jela. Jela. Kaushibe. Sitaki hilo jina mama. Ni jina ulilopewa na mizimu mwanangu kwa mila na desturi zetu. Naje itakuwaje kama sintolitumia hilo jina? Maisha yako yote utaandamwa na mikosi na nuksi za kila aina. Kwani hiyo mizimu yenu inataka nini kwangu? Haitaki chochote zaidi ya kuheshimiwa mwanangu na kuenziwa. Hizo ndio mila za Kiafrika mwanangu. Hazipopeki hata mara moja. Rudi nyumbani ukatambikiwe mwanangu. Wapi tena na begi? Wewe unafikiri kwa akili zako kutoroka ndo kukimbia tatizo? Kutoroka ndo kukimbia tatizo? Sasa wewe unataka mimi nikaoze jela? Sasa wewe nani aliyokuambia jela watu wanaenda kuoza? Jela watu hawaozi. Kile ni chuo cha mafunzo. Maana yake, maana ya jela ni chuo cha mafunzo. Watu kule wanakula, wanalala, wanafundishwa adabu na wanafanya kazi. Kwa nini? Sasa unaona? Mimi nakwambia unajizidishia matatizo. Mimi nakwambia unaharibu. Hata ukimbie uende kwa ule kaka yako ule chizi kule. Uende kule ukajifiche. Uende shamba kwenu urudi huko ukajifiche. Unazidi kujiingiza kwenye matatizo kwa sababu serikali hii haikimbiwi. Serikali ina mkono mrefu kuliko hata wewe unavyofikiria. Haswa serikali hii ya chuma. Serikali hii ya chuma ukimbie wewe, subutu barabarani ufiki hapa.
nakwambia. Jela nje, jela nje, jela. Wewe. Sasa mume wangu unanishauri nini jamani? Sasa ndo hapo ndo maana mimi ninapokupenda hapo. Sawa, mimi ushauri wangu, rudi ndani, nenda kakae na ule mtoto vizuri, ongea naye, mfariji. Mfariji yule, unaona bwana, unakaa naye, unaongea naye, lakini mambo ya kukimbia sio mazuri, alafu jengine upunguze wivu. Yaani wewe wivu umezidi. Hasa unavyoniona hivi mimi Mwarabu handsome boy. Unaona bwana, wivu tena nini punguza, utajitia kwenye matatizo. Kila ukifanya wivu, chuma chini. Kila ukifanya wivu, chuma chini, punguza. Narudi ndani. Ila swala la wivu saa siwezi kupunguza wivu. Ndio unapofeli hapo. Hapo ndio unapofeli. Huyu mapepe huyu mimi mke nimepata mwaka huu. Huyu. Pole. Asante. Ni masaa 8 sasa amepita. Vipi, ulikuwa umesahau au? Nilipitiwa na usingizi dada, nisamehe. Sawa. Ila hata hivyo zoezi letu limekufa. Kuna mambo ya kisheria ya kiofisi yametokea. Kwa hiyo tutaendelea baada ya mambo kuwa shwari. Sawa dada, asante. Karibu. Kwa hiyo wewe lipi umefikiria juu ya hilo? Maana hii kesi ni kubwa na ikisemekana kama atakufa au amekufa. Yaani ndio maana mimi niliona bora nitoroke, lakini shemeji yako mbishi. Anakudanganya na atakuponza. Kwanza Kalembo yeye unamwonaje? Hamna kitu, Kalembo ni mwehu na mimi sitaka kabisa kuoa yule mjinga. Kaka, sasa hilo la kuoana na la kutoroka mimi linahusiana na nini? Basi sababu ni mdogo wangu unakushangaa wewe. Hakuna siku hata moja ulioniunga mkono. Lakini ukaitambua kwamba Kalembo sio mwanaume wako wa maisha. Kalembo ni mwehu. Hamna kitu mule. Nilijua nilijua. Hakuna hata siku moja walionishauri wewe vizuri. Sana tu unataka mimi niachane na yule mwanaume, utani wa wewe. Unasemaje? Umekuwa? Unanitukana, si ndio? Shota pembe sasa. Ndevu hizo, si ndio? Kaka wewe sasa. Sasa nisikize kwa makini wewe mjinga. Kama tayari unajua unashakuwa, hii nyumba hapa usije. Na nisikuone mpumbavu wewe. Kama hii nyumba ya ulisi lazima nije. Ndio nakwambia hivyo. Uioni aibu? Mwanaume mzima unasapoti dada yako aachane na shemeji yako. Ovyo. Mwanaume mzima unataka dada yako unanigombanisha na shemeji yako. Ovyo. Hangaika na mamume wako hao. Mpaka machizi atakuoa mpumbavu wewe. Mtu mzima unaonesha na machizi. Mtu mwingine shote tu. Watu wanakaa na familia, wanakaa na ndugu, alafu unakuwa shoti. Maisha yametawaliwa na maamuzi, hekima na maarifa.
Utamaduni wetu ndio msingi wa maadili na nguvu ya imani katika kuheshimu mila na desturi zetu. Mizimu imekupa jina la asili. Lipokee na ulitumie, vinginevyo itakuadhibu na kukupa laana. Hakikisha kila mwisho wa mwaka unakwenda kutambika. Kuanzia sasa utaitwa Kaushibe. Habari yako shemeji? Nzuri. Hivi yule mumeo anajiona ile nyumba yake? Kwa nini? Ile nyumba yetu ya familia, ambayo nyumba ya ulisi. Kwa hiyo mtaponikela mimi, ujiwazi nyote nitakufukuzeni. Kwani unamdai? Hapana, simdai. Ila namuona yuko karibu sana na yule binti pale. Hilo ndo uliacha. Hivi nyoe yenye nyumba mnajikuta kina nani Yesu? Bwana sikia nikwambie, tutaongea baadaye. Yaani pale nimemkela pale. Yaani limemchoma kabisa. Yaani liko hapa. Sijui nyumbani kitawaka huko. Kalembo atajua. Pale nishachochea, Kalembo atajijua. Haya, ulikwenda wapi? Kwa kaka. Sasa mbona hujaniaga? Sasa maana nijikuta tu natoka. Ulienda kufanya nini? Tulienda kuongea tu mambo ya familia. Sawa, hiyo mimi sawa, lakini mimi sipendi hivyo. Kwa sababu hata wewe ningelikufanyia ungekasirika na kujua mimi Pili Maboga na kujua. Ungekasirika kabisa wewe. Sipendi mimi. Haya sasa tuyaache hapa. Nani alikuja hapa? Mkwiji. Nimekutana naye hapo nyuma. Mimi yule simuelewi kabisa yule jamaa. Simuelewi, wakati mwingine najuta kwa nini nimekuja kupanga kwenye nyumba hii. Ukimwangalia akili yake kama haifanyi kazi. Yaani kama mwehu hivi mwapu yule jamaa, lakini ndo familia yao inamwamini kama nini sijui. Haya, vipi na binti anaendeleaje? Mbona umekuja huyu? Wewe nenda kamwangalie. Kwa sababu muda mrefu yumo ndani. Kamwangalia, lakini mimi ninavyomuona kama hayuko sawa na yeye akili zake. Unaona? Wewe nenda kamwangalie, mfanyie chai kidogo. Lakini sasa ukimpelekea ile chai mwambie na mimi nataka nizungumze naye. Nenda. Do. Mimi natoka. Sawa. Alafu hivi unaweza kwenda kumuona Sauda? Kuna nini? Si rafiki yako yule? Ndio, lakini nilikuwa naogopa nikienda uenda labda ningekukwaza. Mahusiano yetu mimi na Sauda haiwezi kuathiri urafiki wenu. Yeye ni rafiki yako tu.
kuachana kwetu au kugombana kwetu nyewe hakuhusu kabisa. Kwa siku akija hapa utamfukuza? Kama anakuja kwa ajili yako, sasa kwa nini mfukuze? Lakini sijajua bado lengo la kuniambia nini kwa sababu. Kwa sababu mimi na yeye tumeachana, ila sio maadui. Kama naanza kukuelewa vile bro. Fanya hivyo basi, sawa? Ulienda wapi tena Malai? Nilikuwa hapo kwa mzee Chuga hapo, mambo ya hivi. Unajua tena. Wewe una wivu. Wivu punguza mke wangu, mimi nakwambia. Upunguze. Lakini kama ukiendelea na wivu mimi nakwambia mtoto atakufa. Sio vizuri mume wangu, maneno gani tena hayo jamani? Mimi sipendi bwana. Wewe umezidi wivu. Wewe bwana wivu mwingi. Mimi nimekwambia toka mwanzo mimi nakupenda. Nakupenda, hamna mwanamke ambaye nampenda kama wewe. Tatizo wewe hujiamini. Hasa unavyoniona hivi Mwarabu nini? Basi wivu umekujaa. Wewe. Sasa mume wangu wivu unazuilika? Najua mimi wivu hauzuiliki. Najua hilo. Lakini wivu ukiendelea namna hii. Maana kila ukifanya wivu wewe ujiangalie. Kila ukiendelea na wivu mtoto anazimia. Ukifanya wivu mtoto anazimia. Tutafika kweli? Basi nimekuelewa mume wangu. Twende ndani, chai tayari. Na aina vipi, anaendeleaje? Amesema anamalizia kunywa chai alafu atakuja. Ulimwambia ile masuala yetu? Ndio nilimwambia. Basi twende ndani ukanywe chai tayari. Basi twende sawa, mnataka. Yaani sikuwa najua kama wewe ni mtani wangu na unaweza kunisaidia kwenye mambo tofauti. Mimi nilijua zamani. Ila kwa hali uliyokuwa nayo wewe, sikutegemea kabisa kama ongeza kunielewa. Sasa sikiliza. Wewe unanielewa mimi? Kuna bibi mmoja hivi, mama tu. Yuko hapa chini hapa kwenye hichi kijito hichi. Kuna miwa hapa. Pale wanakolima mboga za majani. Sasa yule ni kabila moja na huyu. Kabila moja. Sasa mimi nitamfuata yule. Sasa goma limepata mchezaji. Wewe tena? Niachieni tu mimi nitaenda kulipanga ili litapangika. Ili aje kumsaidia huyu. Kweli mwenzangu. Nitashukuru sana mtani. Kumbe unaitwa Kaushibe. Mtani bwana wewe, ukitaka kujichelewesha bure. Yaani nilijua kwamba nikibobea sana kwenye masuala ya matambiko huko, nitachelewa sana hasa kwenye masuala yangu ya maisha. Unachelewaje sasa? Kwa sababu nilijua kwamba mwishowe nitakuja kuwa mganga. Ndoto zangu zote zitazima kwa sababu ndoto yangu mimi kubwa kuwa rubani. Kwa hiyo sasa ukaamua kuacha urubani na kuwa mganga. Unajua nini? Sisi wa Afrika tuna tamaduni zetu. Ndio. Za vyakula, mavazi, hata majina pia. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa kwenye asili. Sana. Leo ndo nimeamini hilo. Alikuwa anajitesa bure. Usije ukawa umeenda. Usiondoke wifi yangu. Nimekuja kukujulia hali. Kaka yangu anakupenda sana.
Ni ila tu anajikaza. Kuanzia sasa utaitwa Kaushibe. Taja jina hilo mara 3 kwenye pembe. Sema kuanzia leo mimi naitwa Kaushibe. Mimi kuanzia leo naitwa Kaushibe. Kuanzia leo mimi naitwa Kaushibe. Kuanzia leo mimi naitwa Kaushibe. Wewe askari Kea! Askari Kea! Umekuja leo? Unacheka, umefurahi sana kuniona, si ndio? Hivi, mimi nataka nikuulize bwana wewe. Utaishi na mdogo wangu katika nyumba za kupanga mpaka lini? Mpaka wewe siku utakapoamua sasa kuhama kwenye hii nyumba ya urithi na kwenda kupanga. Unasema? Sikiliza Kalembo. Wakati mwingine hebu tuliza akili yako alafu uangalie na mtu gani unazungumza naye. Simeelewa vizuri. Mpaka leo hii dada yangu unakaa naye tu kule, unamtumia tu kizembezembe. Yale mahari bado hujamalizia. Unakuja nyumbani kwangu unanitambia. Unaongea unajisikia kuongea. Mimi nina uwezo kwa dada yangu muda wote arudi hapo. Umeelewa vizuri? Sasa na hilo ndo lilonileta hapa. Hilo ndio liloniondoa kule kwangu nikaja hadi hapa. Ila leo nimekuja kukupa mazima. Nimesikia sana ujinga wako. Nimeusikia vya kutosha, lakini mimi nikawa nastahimili. Hivi wewe nikuulize kitu wewe. Kwanza wewe hasa kinachokuchukiza mimi kwangu nini? Yaani kinakukeleketa nini wewe ukiniona mimi? Na laiti jinsi ungejua jinsi namna gani ninavyokuchukia na kuchukia kweli Kalembo. Na kuchukia. Kwa sababu katika watu ambao hawana akili, watu wajinga, wewe ni nambari 1. Hadi leo hii huna maendeleo yoyote. Bogus. Halafu mimi nikae na vijiweni bazani na marafiki zangu nikae nijisifie eti yule bwana ni shemegi yangu. Shemegi yangu uje kwa wewe. Pumbavu moja sio kwa na akili. Ndio nishakuwa shemeji yako. Hilo halibadilishi kitu. Hakuna kitu chochote hapo kitakachobadilika. Mimi nitabaki kuwa shemeji yako, ni mume wa dada yako. Hamna kitu kingine kitakachobadilisha zaidi yacho. Hakuna. Kalembo, tambua upo nyumbani kwangu. Mimi ninaoishi kwenye nyumba ya kupanga kwa hela zangu na fight mtoto wa kiume napata hela na lipa kodi. Na wewe uliyekuepo hapa unaishi kwenye kijumba hichi cha urithi, nani bora? Kalembo, angalia ukala maneno yako. Upo katika himaya yangu hapa. Nina uwezo muda wote na katoka kufanya kitu chochote kile na hakuna mtu wote akunizuia. Simeelewa vizuri? Kwanza wewe ujiulizi, yani ukai ukatafakari, ukapima, nimejiamini nini mimi? Nimetoka huko nilipotoka, mguu mpaka hapa. Nimejiamini nini kwako? Kalembo ondoka. Kalembo ondoka.
nitakuharibu. Ondoka! Acha ujinga wewe. Acha ujinga. Shemeji hanuniwi. Shemeji hanuniwi kabisa. Na ukifanya mambo yako ya kijinga, ukiwa unajitoa akili, mimi ndo naishi na dada yako. Mimi ndo kidume. Mimi ndo kidume. Nitaenda kumshawishi yule dada yako yule. Nitakwenda kumshauri yule. Nitamjaza maneno. Hichi kijumba chenu hichi. Mkakiuza. Tuone sasa wewe utapata au utakuwa umepoteza kila kitu. Kalagabao. Basi ndio hivyo ndugu yangu. Sasa sijui unanishauri lipi kwa hilo. Askari Kea, ushauri vipi? Unajua sisi watu ambao tumekabidhiwa majukumu ya usimamizi wa mali hizi za urithi tu, kuna muda tu tunajisahau sana. Tunaona kama sisi ndio tumemaliza. Mimi niseme tu kwamba Kalembo yupo sahihi. Lakini huoni kama dharau zitazidi? Dharau zitazidi kama wewe utaendelea kumchukia Kalembo. Hapo dharau zitazidi. Bado unaelekea njia panda Vuma. Una maana gani? Mimi nasema hivyo kwa sababu moja. Dada yako amekubali kwa dhati ya moyo wake kuolewa na Kalembo. Ndio. Sawa na Kalembo ndiye anayemmiliki dada yako kwa sasa. Ama sivyo? Na wewe una nafasi ya kuwa kaka tu. Hata kama Kalembo atamuacha dada yako, wewe huwezi kumuoa. Ama sivyo? Sasa ndugu yangu kuna kufika ni mbali. Matusi hayo yeye. Ili kupunguza ukali wa maneno ambayo wewe unasema ndio matusi, inakubidi ukubali, uridhie ndoa ya dada yako na Kalembo. Yaani wewe ukubali kwamba bwana mimi sasa nimekubali kwamba dada yangu ameolewa na Kalembo. Kwa nini kama umemsamaha? Sisemi msamaha wa maneno, ni vyema kwamba msamaha kwa vitendo. Yaani kutoka sasa uridhie ndoa yao. Ukubali kwa vitendo kwamba sasa mimi nimekubali kwa vitendo, yaani unaonesha kwamba umekubaliana na Kalembo kumuoa dada yako. Sawa. Kwa sababu gani? Wewe kama ulipokea mahari mara ya kwanza, maana yake ulikubali. Sasa hivi ukikataa, maana yake wewe utakuwa unaonekana mnafiki. Kwa nini kipindi cha mwanzo umepokea mahari, maana yake umekubali Kalembo amuoe dada yako. Sasa hivi unakataa. Kweli mwanangu. Kwa hiyo unaniambia pale mbele nilipochukua ile mahari tu ndo lipobugi. Pale ulibugi. Libugi pale. Poa mwanangu Vuma. Mimi nimekuelewa. Karibu sana bwana. Poa Vuma bwana. Karibu ndugu yangu. Barida. Karibu ndugu yangu, ndugu zangu tunazawisi. Sisi tena ndio